Sasa wanaume ni viongozi kwenye familia. Sasa kama ni wanaume, sidhani kama watakuwa na haki nyingi kama tulizozungumza kwa wanawake, na ziko haki ambazo tumezitaja kwa wanawake na wanaume pia wanazo ni haki kwao. Tutataja, hatutalazimisha kuzungumza sana, lakini kwanza tuthibitishe haki za wanaume zinapatikana wapi. Aya ile ile iliyozungumza haki za wanawake ndiyo hiyo hiyo inayothibitisha haki za wanaume, kwa sababu Allah aliposema walahunna mithlu alladhi alayhinna, hapa tayari kumethibitishwa haki kwa wanawake na zimethibitishwa haki kwa wanaume, kwa maana kwamba wanawake wanastahiki mfano wa kile ambacho kwao ni wajibu kwa wanaume. Sawa, ni huku na huku, huku na huku. Kwa hiyo hii aya inathibitisha haki za wanawake na inathibitisha haki za wanaume. Lakini sasa kwenye hii aya kuna kitu cha ziada kimetajwa ambacho kimesema walirijali alaihinna daraja, wanaume wamepewa cheo juu ya wanawake. Imeongezeka, wanaume wameongezewa jambo hapo, kwamba wao wamepewa hadhi, wamepewa uongozi kwa wanawake, na ndio hapa panapoanza haki za wanaume, na ndio hapo unapoona kwamba kiongozi mara nyingi zinaweza haki zake zisiwe nyingi, lakini zikawa zina nguvu nzito, kwa sababu maadamu yeye ni kiongozi, haki ya kwanza inayoanza kwa mwanamume inatakiwa taa kwake, yani wanawake wawatii waume zao. Huo ni wajibu kwa wanawake, ni haki ya wanaume, sababu ni kiongozi. Na hapa tunapaswa kupaunganisha na kipengele tulichokizungumza kwa wanawake, kwamba wanao wasikilizwe mawazo yao, waheshimiwe rai zao, na wapewe hiyo haki ya kusikilizwa, watoe rai, watoe mawazo, watoe ushauri ndani ya familia. Hii ni haki ya kusikilizwa ushauri wao, haki ambayo ikitekelezwa, hii haki itatekeleza haki nyingine ambazo ni za kuheshimiwa mwanamke ndani ya nyumba yake. Mwanamke anayekubaliwa au anayesikilizwa mawazo yake, maana yake anaheshimiwa. Sawa, Lakini kwa mwanamume, mbali ya mawazo, kuna amri ambazo mwanamke hana amri kwa mumewe. Yani mwanamke hana haki ya kuamrisha, hana. Yeye anashauri tu, lakini mwanamume kwa sababu ni kiongozi, yeye ana haki ya kuamrisha, na akiamrisha ana wajibu mwanamke wa kumtii mumewe, ikiwa tu hiyo amri haijavunja sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.